Leo nitakuonyesha jinsi unavyoshoot professional podcast kwa kutumia kamera 3 hata kama hujawahi kushika kamera. Okay, 1 2 3. Kidogo. Before setup, after setup. Mwisho wa hii video utaelewa kila kitu. Yo, what's up guys? Mimi ni Luke Stava kutoka Luke Stava Studios. Leo niko na timu yetu tukiandaa podcast setup ya watu wawili. Watu wengi wamekuwa kuniuliza, "Bro, mnafanyaje lighting, camera setup na audio zinakuwa clean kiasi hiko?" So leo nitakuelekeza kila kitu step by step kutoka setup ya mwanga, kamera na audio ili nawe pia uweze kutengeneza podcast yako professional hata ukiwa nyumbani. Kama unapenda content za creative production, make sure una subscribe. Maana hii ni safari ya mimi na wewe kuanza pamoja. Okay, tunaanza na chumba kabisa kikiwa plain white, hatujafanya light setup. Na lengo litakuwa ni kuibadilisha hii sehemu kuwa sehemu bora kwa ajili ya podcast. Maana yake tutaifanya hii sehemu kuwa clean, cinematic and full of depth. Tulianza na chumba kikiwa empty kabisa. Na lengo likiwa ni kuibadilisha hii space kuwa a creative podcast space. So, kabla tujaziplace kamera na lighting, kitu cha kwanza tunaanza na vision. Kwamba namna gani tutaweka set yetu tutakapokuwa imekaa, lights tutazipanga vipi, RGB zitakuwa zimekaa katika mtindo gani, na hapo ndipo tunaanza kuifanya setting yetu. Okay, kitu cha kwanza tunaanza na lighting. Na hapa tutaanza kuzungumzia key light. Okay, hii ni stand yetu kwa ajili ya kumount key light. Na tunapozungumzia key light ni ule mwanga mkuu ambao unakuwa placed kwa subject. Na hii lighting huwa inakuwa kabisa close ili kuepusha kuwa na hard shadows. Maana yake hapa tutatengeneza soft shadows, lakini kikubwa hii light inakuwa inamulika hawa subject wetu wawili. Hii ni GVM light ambayo tutaitumia kwa ajili ya kama key light, Jadef Store naipata. Na hii lighting source siku zote huwa inakuwa ni kubwa ili kuhakikisha ina provide good amount of light. Huwa inakuwa ni kubwa ili kuhakikisha mwanga unakuwa unajitosheleza kwa ajili ya subject na create soft shadows na sio zile hard shadows. Ambao tutahakikisha mwanga tuna diffuse. Na lengo la softbox ni kufanya diffusion ya light kwa sababu tukipiga ile direct light kutoka kwenye mtaa zetu moja kwa moja kuna namna highlights zitakuwa nyingi sana. Kwa hiyo tunatumia hii hapa kwa ajili ya diffuse light yetu. By the way, kama wewe ni filmmaker au unapenda kuwa filmmaker na unahitaji kuwa na gears, mfano kamera, tripod, gimbal, lights, mimi binafsi napenda kununua kwa Jadef Store. Hao watu nifanya nao kazi na anaweza kuhakikisha kwamba wanajua mahitaji yetu sisi filmmaker. So kama unatamani kupata dealer ambaye anajua mahitaji yako wewe kama filmmaker, haijalishi ni experienced au ndo unaanza, mimi napenda kumtumia Jadef. Na light ya pili huwa tunaweka backlight. Hii backlight always tunaiplace nyuma ya subject. Na hapa lengo kuu ni separation. Maana yake tunamseparate na kumtenganisha huyu subject na background. Always huwa inaleta kitu fulani kizuri na huwa ina create highlight katika sehemu yake ya mgongo na kichwani. Na ya mwisho tuliweka RGB. Na lengo la kuweka RGB ni ku create contrast. Kama mnavyoona room yetu ilikuwa ni white, lengo lilikuwa ni ku create contrast kwa sababu bila hizi RGB room nzima itaonekana flat. Kwa hiyo tunakimbia hiyo look na ndio maana tunaplace hizi RGB kufanya scene yetu ichangamke na isiwe flat. So hapa ni scene kabla ya kuweka RGB na hii hapa ni scene baada ya kuweka RGB. Pure black, lakini hapa tumeweka contrast kwa kuongeza hizi rangi. Baada ya lighting tunaingia na audio setup. Audio ndio kila kitu. Audio is everything. Na hapa tutakuwa na mic zetu mbili ambapo kila mmoja wa character wetu atakuwa anatumia mic moja. Na mic ambayo tunaitumia hapa ni Salamonic mics. Na hizi mic tunaziconnect mpaka kwenye audio interface au tunaita sound card. Audio interface hii hapa ambayo tutaiconnect kama kawaida itakuwa na cable yake hii. Maana sauti itakuwa inatoka kwenye audio hizi tunaiconnect kwenye sound card audio interface na moja kwa moja tunaenda kuipeleka kwenye PC ambapo tutatumia OBS kwa ajili ya kurekodi sauti. Kwa nini tunafanya hivi? Lengo la kufanya hivi, kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwanza tunatengeneza sauti ambayo ni nzuri, ambayo tunaweza kuicontrol kwa sababu kwenye OBS hapa ni rahisi ku add gain au kupunguza gain. So we're going to take a try. And can I move it like this? Yes. Yeah, okay. This is better. So I guess it. Yes. Yes. Nice. Na kwa kutumia hii method inaturahisishia sisi kucontrol na kusikiliza sauti kwa ubora. Kwa hiyo tutaweka earphone ambayo mtu mmoja atakuwa anasikiliza. Kama kuna haja ya ku-add gain, kama mtu asikiki vizuri tuta-add gain. Yeah. Hello. Yes, we hear me well. Yes. It's going to be good if you are not far away. If I'm smart, there's no push you off the stage. And not just not near, but somewhere. And can I move it like this? Yes. Yeah. Okay. This is
that's fine. Yes, yes. Na kama sauti ni kubwa sana, basi mtu atapunguza hizo gain na kufanya tupate sauti ambayo itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutapata audio ni nzuri, hata kama kamera itarekodi audio mbaya au itapotea, tunakuwa na backup ya audio, lakini pia tutapata clean and good audio kwa sababu tunakuwa na uwezo wa kupunguza au kwa kuongeza. Mtu atauliza, kwa nini tunarekodi audio na video separately? Issue ni simple. Hapa tunarekodi audio separately ili tupate clean audio, lakini pia audio ambayo tunaweza tukaimanipulate au kuicontrol pale tutakapokuwa tunaenda kuedit. Na hapa tuna testi kila mic kuhakikisha kwanza haina mwangwi, lakini pia kuangalia kama hakuna background noise zozote zinazokuja kuiathiri sauti yetu. Haribu vitu vyote, usiharibu sauti. Kwenye podcast mtu anaweza kukusamehe kama utakuwa una picha mbovu, lakini sauti ndio essential. Hakikisha unakuwa na sauti. Kwa issue ya kamera, hapa tutakuwa tuna kamera zetu 3 brand ya Sony. Alpha 7 Mark 4 F30, lakini pia tuna huyo beast mwingine Alpha 7C2. Na kila kamera hapa itakuwa inatupa different angle, lakini pia emotion fulani. Mfano, tutakuwa na kamera hii ya FX30 ambayo itakaa katikati kwa ajili ya kuchukua wide shot. Itaonyesha picha ya watu wote wawili au character wetu wote wawili, na itaonyesha story fulani kwamba tuko sehemu fulani na katika mazingira fulani. Lakini hizi kamera nyingine mbili, kila moja itaface kuonyesha close up ya each character. Na hapa tuna vitu vya kuzingatia. Kitu cha kwanza ni headroom, lakini pia kuhakikisha kila mtu yuko focused. Na kutumia hizi kamera 3, hivi ndivyo tunapata cinematic conversation. Watu wako wanaongea wide, close up. Katika swala zima la frame rates, hapa tutatumia frame rates za aina mbili, either 24 frames per second au 30 frames per second. Na hii ni kuonyesha natural conversation ambavyo zinaokaa na namna gani macho yamezoea kuona conversation ya kawaida ikiwa inatokea. Hapo usishoot katika frame ya 60 au 120 na kuendelea. Kwa sababu gani? Hizi zote zinakuwa zinakosa ile motion blur ambayo ni kawaida kwa macho kuona naturally. Kwa hiyo ukishoot hizo zingine ni kwa ajili ya slow motion na hautakiwi ufanye hivyo. Sasa baada ya kuhakikisha kila kitu tumekifanya vizuri, kuanzia camera setup, lighting na audio, kitu kingine tunachokufuata ni kuangalia settings za kamera yetu. Hapa tutaangalia kila kitu jinsi kinavyoonekana, kuanzia lighting inavyoonekana, audio kama inasikika vizuri, lakini settings zote kuanzia frame rates na kama tumeweka katika S-Log au la. Na baada ya hapo pia tutaangalia vitu muhimu ambavyo watu wengi wanasahau. Angalia kadi unazotumia, je, hazijajaa, ili usije ukapata shida wakati tunaendelea kuongea afu kadi inaonekana imejaa. Kwa hiyo ukihakikisha kila kitu umekiformat, unahakikisha kila setting iko vizuri, ndio tuna place record. Okay, 1 2 3. Na hatua ya mwisho baada ya kuhakikisha tumeshoot na kila kitu kiko safi, huwa tunachukua material na kupeleka kwenye sehemu ya final production. Na hapa tunafanya nini? Tunahakikisha kwanza kadi tumezisave sehemu mbalimbali na kucreate backups, kwa sababu hivi vitu vya kidijitali mara nyingi huwa vina tabia kucollapse na kuharibika. Kwa hiyo tutahakikisha tumezisave haya mafaili yetu vizuri, na kila faili tumelisave kwa kuliname jina lake. Kama ilikuwa ni wide tutaandika wide, kama ilikuwa ni close up ya mtu fulani, kama ilikuwa ni close up nyingine, close up ya mtu fulani. Baada ya kufanya hivyo, tunahakikisha pia tulishoot katika mfumo wa S-Log ili kuja kutupa alternative nzuri na depth ya kutosha tunapokuja kwa tunafanya color grading. Kwa hiyo tuta edit vizuri, tutaikata, na mwisho wa siku tunatoa kitu ambacho ni kizuri. And that's it. Hivyo ndivyo ambavyo tutatengeneza podcast ya watu wawili, kutoka kwenye lighting, camera setup mpaka audio. Kama umeenjoy hii breakdown, make sure una like, subscribe na kukomenti ni kitu gani unataka mimi nikiongelee katika video inayokuja. Hey, I'm Luke Stava, na huu ni mwanzo katika mwendelezo wa kuhakikisha tunaendelea kufanya breakdown ya kila video na namna ambavyo sisi tunashoot katika kazi zetu. Hapa tutaleta breakdown ya kila kitu, kuanzia podcast, filmmaking, storytelling na kila kitu. So stay tuned and make sure you subscribe. Ciao.